Bwana, mambo vipi? Kwa wale mnaonifuatilia, kwa majina naitwa Doto James Christopher, lakini naitwa Doto Chris, ukipenda utaniita Mr. Dream. Nimekuwa nikitoa baadhi ya vitu ambavyo wakati mwingine watu wanavifuatilia. Juzi nilikuwa na challenge moja ambayo nilikuwa nimeiweka ya kutangaza nikiwa kama studio. Ni kwa nini niliweka vile? Moja ya kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amenipa ni pamoja na kusoma. Na nilipenda karama hii kwa sababu ni Mungu ameitoa. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa kujitambua, hatimaye kipindi kile kwa mara kwanza naangalia taarifa ya habari ya ITV. Alikuwa akitangaza taarifa ya habari, Mungu amrehemu, amlaze mahali pema peponi, mtangazaji Julius Nyaisanga. Julius Nyaisanga ni mmoja ya mtu ambaye aliniimpress. Kuanzia siku ya kwanza mimi namuona akitangaza taarifa ya habari, kwa mwisho wa siku na mimi nikapenda. Na kwa sababu nilijigundua nina karama ya kuweza kusoma, kwa mwisho wa siku niliunganisha hivi vitu viwili, kwamba kwa sababu nina uwezo wa kusoma, kwa inawezekana pia hata utangazaji ninaweza nikatangaza. Na ndio maana nimetoa challenge hiyo juzi kuonyesha kwamba moja ya kipaji nilichonacho ni hicho. Nina vipaji vingi ambacho kipaji moja wapo ndo hicho. Kwa hiyo ukiangalia sasa nakupa challenge, kwa mfano kama hapa utaendelea kutoa comment wewe mwenyewe kuona je, ninaweza kufaa katika tasnia ya utangazaji na hasa taarifa ya habari. Na jiamini kwa sababu naweza nikafanya kazi kituo chochote duniani. Na jiamini hicho kwa sababu mara nyingi hizi, kwa mfano kazi za utangazaji hautoi kichwani, bali ni kitu ambacho unasoma. Na kwa sababu mimi najiamini kwamba na uwezo wa kusoma, kifanyika mashindano ya kusoma, moja ya mtu ambao najiamini kwamba naweza nikawa hata top 3 hata Tanzania hii ni mimi. Najiamini kwamba na uwezo wa kusoma. Na ndio maana nimetoa ile challenge juzi kuona kwamba kama niko studio natangaza kwamba nakuwa katika mandhari ya aina gani. Sasa tuone hapa hii ni habari ambayo imeandikwa na BBC. Nafikiri watu wengi mmeiona, ukifuatilia katika peji za BBC unaweza ukaiona. Kwa mfano hii hapa ni habari mimi nakusomea, ambapo kwamba ni taarifa ambayo inatolewa juu ya kuna mwanamke alikuwa anaitwa Sarah Baartman, ambaye alikuwa ni Mwafrika mweusi kutoka Afrika Kusini aliyesafirishwa Ulaya. Kutokana alikuwa na makalio makubwa, kwa alifanywa kama maonyesho akiwa Ulaya. Kwa hiyo hapa mimi na kusomea, kwa mfano kama kusoma sasa ningekuwa nasoma. Sarah Baartman, mfahamu mwanamke mweusi kutoka Afrika Kusini aliyesafirishwa Ulaya kwa maonyesho. Karne mbili zilizopita, Sarah Baartman alifariki baada ya kuishi akifanya maonyesho ya vituko. Sasa tetesi kwamba kuna uwezekano wa kutengenezwa filamu ya Hollywood inayohusu maisha ya Baartman zimeibua utata. Sarah Baartman alifariki dunia tarehe 29 Disemba 1815, lakini maonyesho yake yakaendelea. Ubongo wake, mifupa na viungo vyake vya uzazi viliendelea kuonyeshwa katika jumba la makumbusho ya Paris hadi mwaka 1974. Masalia yake hayakuwahi kuhamishwa na kuzikwa mpaka ilipofika mwaka 2002. Aliletwa Ulaya kwa njia ya madai ya uongo na daktari Mwingereza akiitwa kwa jina la jukwani Hottentot Venus. Na kuwashauri wazazi, kama unamwona mtoto wako ana kipaji, anza kumwangalia mtoto kuanzia mdogo anapenda kitu gani, kwa sababu Tanzania ni moja ya sehemu ambayo tunapoteza sana vipaji na hatujui kulea vipaji, kwa sababu hatuna ule ujuzi wa kutambua vipaji, tofauti na wenzetu nje wameendelea kidogo, wanatambua tangu mtoto akiwa mdogo huyu atakuwa nani. Kwa hiyo kama mtoto wako ana kipaji, msapoti kwa kipaji, kwa sababu sisi wengine tumezaliwa katika nyakati ambazo wazazi walikuwa hawatambui sana vipaji, na mwisho wa siku unaona mtoto anakuja kuibuka tu ghafla, lakini kwamba kipaji wazazi walikuwa hawatambui kama ana kipaji. Lakini pia ni kipindi ambacho naamini kulikuwa hakuna sana fursa za hivi vipaji kutumika sehemu mbalimbali, kwa sababu sasa hivi vipaji imekuwa ni biashara. Unaona vipaji mbalimbali sasa hivi watu wameibuka na kuvifanya kama fursa. Kwa hiyo lakini ili kuepuka na tatizo pia la ajira, kwa sababu tunaona pia jinsi dunia inavyozidi kwenda, population inavyoongezeka, kuna uhaba wa ajira.
Lakini kama mzazi utamtambua mtoto wako tangu akiwa mdogo, kipaji chake ukamlea kwa kipaji, huna sababu ya kusubiria ajira, bali unaweza ukamlea mtoto wako na kile kipaji, na mwisho wa siku inawezekana hata akawa anajisomesha kupitia hicho kipaji. Kwa mimi ninavyokuonyesha hiki kitu na kuonyesha ili uweze kutambua, je, mzazi wangu angetambua kwamba hiki ni kipaji ambacho mimi natakiwa nikuwe nacho, nilelewe vizuri. Unafikiria leo ningefanya kazi ambayo unafanya sasa hivi, inawezekana na mimi ningekuwa moja ya watangazaji legend kwa Tanzania hii, kwa sababu ya umri nilionao kwa sasa hivi, kwa sababu unajua na mimi na umri mkubwa. Kwa wata ninayoonyesha hapa sikustahili kuyaonyesha katika umri huu, nilistahili kuyaonyesha nikiwa umri fulani hivi wa miaka 10 na kitu. Sasa leo tunaenda 40 above. Nafikiri pia nimechelewa, japo sisemi kwamba nimechelewa sana, bado nina fursa ya kuweza kufanya kwa sababu niko hai, na pia kwa sababu ya kuimpress watu wengine waweze kufanya.